Alafu bado narudia hayo hayo. Unakaa muda wote mpaka huko hapo unawaza mambo ujinga. Wewe mtoto wewe. Unakuelekea huko ni kubaya. Unanielewa? Sawa. Aya, inuka sasa hivi upike hapa. Tena njaa inaniuma kweli kweli, nataka nishibe misa hizi. Sawa. Mbavu mkubwa. Kijijini kwetu ni balaa. Ukijichanganya utayatimba. Kijijini kwetu ni balaa. Ni balaa. Kijijini kwetu ni balaa. Rafiki msaliti ameharibu ndoto zangu. Nilimuamini nikampa siri zangu, kumbe sehemu ya maisha yangu naye kawekeza mambo yangu. Wewe anakimbia kumbe kizidi. Unajua labda ile gondi tatizo na kichwa kibovu. Ukiwa ni mgeni na Akina Abusha, habari zenu? Mzima. Mzima. Jambo dada nyumbani. Jambo. Tunashukuru kama wazima. Basi sisi tunaelekea hivi kwenda kucheki mpira pale uwanjani. Sawa, na mimi naenda huko kuzurura. Haya basi sawa. Haya. Poa, sema nini wanangu? Kile kibinti kinadharau sana kile mtaa huu. Sasa binti anadharau gani? Na katika mabinti wenye heshima hapa kijijini, huyu anaongoza, anaweza akapewa hata tuzo ya namba 1. Hapo HD, nisikize mwanangu, sawa? Kwenye kijiji hiki, kibinti kinadharau kinoma yani. Ninyi mshaanza kuingiza tamaa. Acheni tamaa jamani. Watu wawili mnamtaka binti moja. Basi mngefanya hivi. Mweleze hisia zako, hisia zenu basi, kama kuna mmoja wapo anampenda, mwelezeni hisia zenu. Ndio maana una mademu mwanangu, upole wako huo. Sawa, sikatai mimi sina mademu. Achaneni naye hao. Demu. Acheni ujinga huo. Au sikie HD. Kama mchongo uwezo mwanangu. Kwa jinsi wenyewe unaweza kujikataa. Sawa? Basi sawa, ila kumbukeni kuna serikali mtafungwa. Anatuchelewesha watupate sisi tumfuate. Kumbukeni kuna jela washikaji. Poa, mimi mtanikuta. kijijini kwetu ni balaa. Ukijichanganya utayatimba. Kijijini kwetu ni balaa. Ni balaa. Kijijini kwetu ni balaa. Rafiki msaliti ameharibu ndoto zangu. Nilimuamini nikampa siri zangu, kumbe sehemu ya maisha yangu naye kawekeza mambo yangu. Usaliti kijijini kwetu, ukiwa ni mgeni na kupaswa utulie, ukijifanya ni mjanja umeyatimba. Kijijini kwetu usaliti nao umeshamiri. Kijijini kwetu baba kamuacha mwana kisa mali. Kijijini kwetu ukikiona kiwiliwili nyumbani, elewa kichwa nacho kipo mtaani. Kuna nini? Sawa. Hebu kwanza tunaenda huku, tunakuja huku kwa mangu na Nacha. Nacha yuko wapi? Mimi toka kule natembea peke yangu. Nacha yuko wapi? Sikilizeni. Oya, kama mmeshatimiza lengo lenu mimi sitaki. Mmenielewa? Na kama mmeshatimiza kumdhaga binti watu, mimi sitaki hiyo kesi. Na mahakamani nitakuwa kesi ya yani nitakuwa shahidi wa kwanza kuongelea hili. Mimi nawajua. Mimi naniambia niko na Nacha. Nacha yuko wapi? Mimi toka mmeniacha kule natembea peke yangu naniambia Nacha. Nacha yuko wapi? Afu mwanangu, kumbe wewe Yuda wewe. Unatupangilia namna gani vipi, kumbe Nasha upo naye. Dakika mwisho unatona sisi unaamua kumficha. Au sio? Hamjajua mlikozaliwa nyinyi. Mimi mwenyewe ndio huko nilikozaliwa. Cha msingi unataka mlizunguke mjifanye kama binti watu hamjamfanyia kitu. Kwenye hii kesi sitaki. Na urafiki na nyinyi ikiwezekana tofauti. Polisi watakapokuja kuwakamata muwe tayari. Mimi ndio shahidi wa kwanza. Oya, achaneni na mimi. Kwa mwanangu achana. Oya, chidi vipi mwanangu wewe? Oya. Nendeni kule mkamaliza kesi yenu. Nacha ndo nini Nacha? Mungu achana nayo mwanangu. Kumbe Yuda wewe. Ukijichanganya utayatimba. Kijijini kwetu ni balaa. Ni balaa. Kijijini kwetu ni balaa.
Tunda wewe, poa vipi? Mzima. Robi, mambo? Poa vipi Tunda? Safi nzima. Ni mzima za siku. Salama. Ulikuwa unaelekea wapi? Mimi nilikuwa naelekea tu kwa mjomba hapo, nataka nikamsaidie kuangua mawese. Nataka nikamsaidie kazi ya kuangua mawese. Si unajua tena? Kuna kitu kimeingia sasa, naomba nikuulize. Pole. Uko sawa? Samahani. Kuna ujumbe wangu nilimwagiza Leila, alikufikishia kweli? Ujumbe kutoka kwa Leila? Hapana, sijapata ujumbe. Sawa kama alikwambia. Labda unaweza kuniambia? Hamna. Kwa nini? Hamna, sisi tunakwambia. Bwana, mimi naelekea pale dukani. Sasa nikuja kwa mjomba. Bwana. Tunda. Mambo rafiki yangu. Poa. Ni mzima tu. Vipi shoga yangu? Naona saizi mapenzi yametara dadi. Penzi wapi shoga yangu? Hamna chochote pale, tulikuwa tu tunaongea basi. Si niambia mimi shoga yako lakini. Kwani Leila? Ule ujumbe niliokuagiza ulifikishia Robi? Wameanza kuchangamka. Ni kweli nilimwelekeza. Vipi kwani? Yeye amekuelekeza mimi sijamwambia? Amna, nimeona tu uko busy. Au kama vipi nini nikamwambia ni mwenyewe. Hapo ndo unapoenda kuharibu Tunda. Na unafahamu kabisa kwamba mkanda nimeuanzisha mimi. Leo hii uende kumwambia utaharibu kila kitu. Kwa hiyo sasa nikwambie kitu rafiki yangu. Mimi yule ni rafiki yangu. Kwa kila kitu niachie mimi. Mimi ndo nitakayemaliza. Furahia matunda ya baadaye. Wewe kaa utulie. Au mimi uniamini? Amna, nakuamini rafiki yangu. Haya, sawa. Ila sema nini? Robi akanielekeza kwamba anakupenda sana. Ila kiufupi anamuogopa, kiujumla anaogopa familia yenu. Sasa familia yetu kwani sisi nani mpaka iogope? Hasa mama yako. Mama yako ana mambo yale ya nani kidogo ya ushirikina. Sio kama namsema vibaya mama yako. Sawa rafiki yangu, huko uko naelekea. Nilikuwa nataka nije nyumbani kwani uje unifumue nywele. Sasa kama tumekutana hapa basi tuongozane wote. Nyumbani hapana, tuwezi kwenda. Si unamjua jana mama mkali leo yupo. Yupo? Labda twende tu kwenu. Basi sawa, twende kwetu. Sawa. Rafiki msaliti ameharibu ndoto zangu. Nilimuamini nikampa siri zangu, kumbe sehemu ya maisha yangu naye kawekeza mambo ya usaliti. Kijijini kwetu ukiwa ni mgeni na kupaswa utulie, ukijifanya ni mjanja umeyatimba. Kijijini kwetu usaliti nao umeshamiri. Kijijini kwetu baba kamuacha mwana kisa mali. Kijijini kwetu ukikiona kiwiliwili nyumbani, elewa kichwa nacho kipo mtaani. Mwanangu maumivu na wewe mwanangu unanishtua nini mwanangu da? Mbona kama kuna mawazo? Mimi mawazo lazima niwe nayo. Yaani hapo unajua nini? Nilikuwa nimekaa. Kuna jambo linanifikirisha sana rafiki yangu. Jambo gani hilo? Asubuhi wakati nimetoka zangu hivi nyumbani naelekea shamba. Ndio. Si nikakutana na Leila. Sasa Leila alichoniambia, rafiki yangu, kimenifikirisha sana, ndio maana umenikuta sasa hivi niko na mawazo tu hapo. Leila huyu unayemfahamu wewe huyu. Sawa. Mawazo gani? Alichonieleza. Leila bwana amefunguka. Kaniambia kwamba ananipenda. Sana tu tena sio kidogo. Sasa nikashindwa kumpa majibu yaliyo sahihi kwa muda huo. Ndio nikasema ngoja nirudi, nikae nyumbani. Nijifikirie kwanza. Katika kufikiria moja na mbili ndio nipo kwenye, ndio kama hivyo umekuja umenishtua. Sasa hapa bila kupoteza muda.
wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu, na nishaurije kwa hili? Nisikiza mwana. Katika mwanamke ambaye mzuri ni kijiji hapa. Afu Leila ambaye ni mwanamke mzuri tu, alafu ana tabia mbovu hapa kijijini hapa. Wewe mkubalie tu Leila. Kwa nini hakikisha nimkubalie? Kabisa, yani wewe mkubalie Leila. Nishauri vizuri. Lakini narudi kwenye point. Unajua mapenzi yanaumiza sana. Halafu mwanamke sio yani sio kumwangalia sura, muonekano wake. Mwanamke ni tabia bwana. Rudi nisikilize. Nachokiongea namaanisha kwamba yani katika kijiji mwanamke ambaye ni mzuri afu mwenye busara, hamna mwanamke mwenye busara kama Leila. Tupaka hapo kuambia hivi kwamba bwana wewe mkubalie Leila, wewe mmoja tu. Hana shida. Kakaangu. Kijijini kwetu. Kijijini kwetu ni balaa. Ukijichanganya utayatimba. Kijijini kwetu ni balaa. Ni balaa. Kijijini kwetu ni balaa.